Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 15 mstari wa 16 tasoma hadi 25. Neno la Mungu linasema, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba alimwambia mtumwa wake, leteni upesi vazi hilo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na vitu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Baba yetu na Mungu wetu, sante kwa ajili ya neno hili Mfalme. Baba, likapate kupenya ndani ya mioyo ya watu mchana wa leo. Bwana, ukamhudumie baba yule, ukamhudumie mama yule, na imani ya kwamba Bwana utatenda kama vile ulivyokusudia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nisaidie kusema amen. Asubuhi tumeona kichwa cha ujumbe kinasema kanisa na uhai wa dunia. Tumeona jinsi kanisa lilivyoletwa kwa mpango wa Mungu. Tumeona kanisa lilikuja kwa kusudi la Mungu, na tukaona kwamba kanisa ni nani. Kanisa sio jengo hili unaloliona, wala sio dini tunazozivunia huko mtaani, wala sio mambo ambayo ya kukalia viti kama namna hii. Tuliona kwamba kanisa ni mpango wa Mungu wa kumtengeneza mwanadamu ndani ya moyo wake. Sema amina. Ndio maana tukasema kwamba ili mtu aweze kuwa kanisa lililo bora, ni lazima kuna masharti anatakiwa kuyafanya. Posa unaona kwamba wachungaji wanakuwa wakali, hasa kanisa linapotaka kuharibika, hasa kanisa linapotaka kwenda ndivyo sivyo. Hata mimi mwenyewe sipendi tabia hizo, maana kanisa lililo bora, kanisa la Mungu, ni kanisa lililo takatifu. Paulo anaandika habari kule akiwa Efeso gerezani, anazungumza tabia ya Mkristo akiwa bado hajaokoka. Anamuonyesha kwamba ukiwa bado hajaokoka unakuwa umekufa, lakini baada ya kuokoka tu unakuwa tayari umekwisha kuwa hai. Sio hai kama kufa kimwili, hapana. Nikasema kwamba kifo cha mwanadamu ambaye amekufa kiroho ni kufa katika hali ya kiroho, sio hali ya mwili. Nisaidie kusema amina. Ndipo kanisa la sasa limefikia hali hiyo, maana tangu Adamu alipofanya dhambi, Biblia inasema dhambi ikaingia kwa mtu mmoja, halafu mauti ikaingia kwa watu wote. Mauti ikafanya watu wote wawe na dhambi, lakini Mungu akaandaa mpango. Mungu akataka mwanadamu awe na kusudi lililothabiti, mwanadamu atembee katika hali ya kujitambua. Ndio maana unaona vijana tunaweza kuimba kwaya, lakini hatujitambui. Na hata jibu nikamtoa bali kijana mmoja ananiambia mimi ni msalado, lakini anatuma meseji za mapenzi kwenye simu ya mwanangu. Nikakwambia utaokoka kama utaki kuokoka. Jina la Bwana. Na muuliza, ni Yesu yupi ambaye unamkiri wewe, ambaye analeta badiliko ndani yako, analeta maisha tofauti ndani yako? Nisikilize nikwambie, ni afadhali ucheze madogoni, ni afadhali ukapige disco ulivyokuja hapa halafu kutosomoa. Maana tumekubali kumtoa Yesu ili tuisemee dhambi, maana dhambi inaua, dhambi inatesa, dhambi inaleta chukizo kwa Mungu, dhambi ni mbaya. Ndiposa tunasema mtu wa Mungu, ninakuonea huruma, maana dhambi inakuua.
dhambi inaleta shida, dhambi inaleta mateso. Na hata sasa tunaona vijana wengi wameteswa maisha, wanatafuta fedha, lakini fedha haionekani inafanya nini. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka nikuambie mchana wa leo, haijalishi hata kama umeme utakatika, dhambi bado ni mbaya, dhambi bado haifai, dhambi bado inaleta kukuharibu maisha. Dada, dhambi inakuleta wewe, wamekukopa hata lugha, wamekusimamisha kwenye vichochoro, wamekusimamisha. Je, hilo ni kanisa lililo hai? Hilo ni kanisa lililo hai? Hilo ni kanisa lililo hai? Maana kanisa lililo hai ni kumjua Mungu wa kweli, ni kumjua yule Mungu ambaye kwaye kumeitiwa. Paulo anasema zamani zile tulikuwa wafu, hata mimi mwenyewe nilikuwa mfu, nilitembea kwenye dhambi, kama uongo nilisema, kama matendo mabaya nilifanya, lakini niliposalenda kwa huyu mwanaume Yesu, niliposimama kwa huyu mwanaume Yesu, nikasema dhambi kwangu mwiko, sihitaji dhambi tena, sihitaji mambo mabaya. Ndivyo kanisa la mtu aliyeokoka linahitajika kuwa hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ni lazima ujue hivyo. Sasa kama kanisa ni mpango wa Mungu wa kuleta uhai wa Kristo, dunia ilikufaje sasa? Adamu amefanya dhambi, dunia inakufa sasa katika dhambi. Ukiangalia leo stori za nje ni mafuta yamepanda. Stori za nje ni kwamba sasa kufa na kuzikana vikao. Stori za nje ni mipango ya kwamba mimi sasa nataka vikoba. Hakuna stori ya injili tena, hakuna stori ya Yesu anaweza, hakuna stori ya kiroho tena, ni stori ya mipango ya dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unafikiri ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hujataka kujichunguza, ujue kwamba kanisa lako linaelekea wapi. Kanisa ni mwili wako uliopewa. Paulo anatuambia katika Wakorinto wa kwanza ile sura ya 3 na mstari wa 16 na kuendelea, anasema miili yenu ni hekalu takatifu. Sasa je, mchana wa leo nataka nikuulize swali, mwili wako ni hekalu takatifu? Mwili wako kweli unajichunguza hivyo? Jiulize swali hilo tu, ni swali hilo tu, kwamba mwili wako ni hekalu takatifu. Vijana mpo, mmeimba wimbo mzuri sana, mmeimba mpaka nikaguswa, lakini je, ni kweli mnaenda kwenye injili? Lakini je, ni kweli mnayafanya mapenzi yaliyo ya Mungu? Watu wa Mungu sasa hivi wanatakiwa kuangalia jambo moja. Mungu anakuhitaji kwa kazi yake. Mungu anakuhitaji kwa maisha hayo ulionayo. Hataki kwamba kuona unaleta maisha yasiyofaa, maana Bwana wa Mungu amekuja kwa ajili yako wewe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 16, au nikisoma ninapata kuinuliwa, maana Biblia inaniambia kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akakupenda wewe dada, akakupenda wewe kaka, akakupenda wewe mama, halafu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, awe na uzima wa milele, awe na uzima wa milele. Je, uzima wako uko wapi? Uzima wako uko kwa Shetani? Uzima wako uko sehemu gani? Uzima wako uko kwenye mapenzi? Uzima wako uko sehemu gani? Uzima wako uko kwa waganga? Uzima wako uko sehemu gani? Uzima wako uko kwenye mafuta? Uzima wako uko sehemu gani? Watu wamekwenda kwa siri. Yuko mtu mmoja anaitwa Nikodemu, akaenda kwa siri kwa Yesu. Alipoenda kwa siri, lakini alikuwa tayari ana dini yake, alikuwa tayari ana sheria, na kama kukalia viti kama hivi alikalia, na kama kufanya yale mambo ya Mungu alifanya, na kama kubeba Biblia alibeba. Akaenda kule, akaenda akamkuta Yesu, anauliza nifanyeje ili kuurithi uzima wa milele? Ndipo anaambiwa kwa maana jinsi hii Mungu ameupenda ulimwengu hata amemtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, awe na uzima wa milele. Mchana wa leo ni lazima ujiulize, je, uzima wa milele kwako upo? Una uhakika na uzima wa milele, au umekuja kwa sababu uliolewa na mume wako ni TAG?
Au umekuja kwa sababu wewe baba, mimi nilizaliwa katika TAG. Hatuna sehemu ya kusema kwamba mimi mume wangu ndiye alikuwa shemasi. Hatuna sehemu hiyo, bali kila atakayemwamini Yesu, kila atakayemwamini Yesu, huyo ndiye atakayepata uzima. Sijui kama kuna mtu mmoja ananielewa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Tu ni zaidi ya kila kitu. Ni zaidi ya kila kitu. Amen. Lakini leo tumepata watu wanaitikia kabisa, yuko na yeye kwenye msafara, lakini muulize kule mtaani, wanajua kama ameokoka? Wanakujua? Usinijibu, ni wewe mwenyewe. Wanakujua umeokoka? Anza kujiuliza. Leo watu wanakufa kwenye dhambi. Tukikutana na watu wanaokufa kwenye dhambi, hadithi zinaanza kusema mafuta yamepanda. Hivi yale mafuta yamepanda atamsaidia yule kutoka kwenye dhambi? Mafuta yamepanda atamsaidia yule kutoka kwenye hali iliyo ngumu? Haleluya, Mungu. Amen. Lazima uelewe, lazima utafakari mchana wa leo. Yuko Mungu ambaye alikusudia kutengeneza kanisa kwako. Alikuumba, na ndio maana umekaa hapa, na ndio maana uko hapa, na ndio maana sasa ninakuambia mchana wa leo lazima uchukue hatua. Nimetolea mfano asubuhi, nikasema sikiliza, kwa Mungu sio kwa mjomba. Maana hata kwa mjomba kwenyewe ulisi haupo. Nyinyi mnaoishi na wajomba zenu, waambie kwamba ulisi haupo kwa mjomba. Huwezi kulisi mali ya mjomba, hauwezi kulisi mali ya mjomba. Lakini watu wameamua kulisi dhambi za shetani, wakati shetani hana mzinzi wa kukupeleka, wala yeye hana ulisi wa kukupa. Yeye amekuwa kama mtumwa wa dhambi, na wewe ndio unakuwa mtumwa wa dhambi. Mwisho wa siku ni kwenda jehanamu. Simama kwa ndugu yako, nisikilize nikwambie, hata ningezungumza maneno haya toka asubuhi mpaka jioni, hata ningezungumza mpaka nikalia nikagaragara, kinachobadilisha moyo, chukua hapa. Tumesoma kwenye kitabu cha Luka, mwana mpotevu, Biblia inasema akazingatia mwenyewe moyoni, akajiangalia tabia zake zilivyo, akaona maisha yake yalivyo, akaona jinsi anavyokuwa mbea kule alipokwenda, akaona jinsi anavyotongoza kule alipokwenda, akaona jinsi anavyotapeli mtaani alipokwenda, akaona tabia ambazo sivyo. Hata kama Biblia iliandika, najaribu kuvuta picha, najaribu kuvuta mazingira, huenda kule jana kwenye hiyo biashara hela ameshamaliza, ujanja umemuishia, hana mbele wala nyuma. Unafikiria kwa nini kilitokea? Hata uongo ajaribu kufanya itashindikana, akajaribu kufanya njia nyingine za kumwambia leo itashindikana, akajiomba kunikula kama vyakula na kuona. Ndivyo Wakristo leo wamelalamika, mafanikio hawapati, lakini uongo wameukumbatia, unafi wameukumbatia, hawataki kuchukua. Na Mungu awabariki niliyotangaza maombi, tutawaona. Niliwashuhudia asubuhi nilipokuwa nataka kula kuku kule nyumbani shule ya msingi, nilikuwa nasingizia naumwa tumbo, naenda kuandika nipewe magnesium pepesi, na kuna watu watasingizia kunao, watatafuta hata kikaratasi cha kwenda kuandika kwa daktari. Nisikilize tena, maombi yametangazwa rahisi, wewe usiweza kufunga, lakini Mungu mkuu. Yamkini ukaona kama muda umeenda sana, hata tumefanya tumepigwa, lakini sikiliza, Mungu hajawahi kushindwa na jambo lolote. Wakati natafakari muda huu na kuangalia kama moyo wangu ukoje kwa habari ya kanisa hili linaloabudu, sio kanisa hili jengo, yaani jinsi unavyomwabudu Mungu, moyo wako ukoje wewe wajua. Yesu anakuja, na kilichomfanyisha huyu mtoto, alichukua toba ya kweli, akachukua hatua ya kweli. Umeiangalia simu yako imejaa mambo mangapi maovu, wewe mwenyewe unajua kwenye moyo wako ni kuchukua hatua kutubu. Nisikilize, Mungu hajawahi kufeli na jambo lolote. Mungu hajawahi kufeli na jambo lolote. Umeangalia viwango vyako vya kiroho vikoje? Unakuja Jumapili kwa mara moja kama vile kubitu, viwango vyako vikoje? Je, ni kanisa lililo hai? Kanisa lililo la kweli? Mungu anakutafuta wewe. Mchana wa leo anahitaji upate badiliko la kweli. Yesu akawaonea huruma watu wa Yerusalemu waliokuwa wameshika dini na sheria,
Akawaambia, sikilizeni, ili mizigo hiyo iweze kutoka, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, anasema nami nitawapumzisha. Unahitaji pumziko la Mungu Yesu.